Tausi, Tausi, Tausi sasamba. Tausi, Tausi, Tausi sasamba. Dahali bwana, mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Mimi natafuta chumba. Na sio chumba tu. Mimi natafuta nyumba yenye apartment. Yaani nyumba yenye chumba, sebule na choo pia. Yaani sijakuelewa. Unamaanisha pale umehama? Hapana. Pale mimi sihami. Ila kuna mtu ambaye anamtafutia nyumba hiyo. Siwezi kukataa kwa sababu ndo kazi yangu. Ila sasa kwa hii habari ulionipa unamtafutia mtu, unataka kumfanya niwe mbea sasa kakake. Kwa nini? Unataka kumtafutia nani chumba? Dalali fika bwana. Hata kama nikificha, najua baadaye tutakuja kujua ni nani anaishi pale. Kwa hiyo ni bora tu nikakwambia. Bana, pale sio mtu mwingine nataka kumpangisha, lakini Tausi ndo nataka akae pale. Ndio maana leo toka asubuhi nimekaa hapa ni mnyonge, nilikuwa najiuliza moyo wangu unauma kwa sababu gani. Sasa hivi ndio umenipa jibu la kwa sababu gani nauma moyo wangu mpaka sasa hivi. Una maana gani? Hivi nikuulize swali. Ya, uliza. Unatamani Mungu akufanyie nini? Au labda ulitamani Mungu akupe mtu wa namna gani? Au ulitamani upate mwanamke wa aina ipi ili ungeridhika? Sijakuelewa dada. Maana yangu iko hivi. Samani kama nitaingilia kwenye masuala yako ya kifamilia. Lakini kakaangu una mwanamke mzuri sana. Mwanamke mwenye muonekano. Amekaa kike. Unajua kuna wanawake wengine wamekaa kike, kuna wengine hawaeleweki. Kama hajavaa gauni utajua huyu sijui ni jinsia gani. Ila mkeo kakaa kike. Yaani ni mwanamke ambaye hata mwanamume mwingine akimuona anashtuka. Kilichokushawishi kwenda kumtafuta Tausi ukaacha mkeo ni kitu gani? Hivi wanaume mna shida gani lakini? Dada yake. Mimi nikajua kwamba wewe una sifa ya udalali tu peke yake. Lakini kumbe hata ndoa za watu pia unaweza kushauri. Sasa nisikilize. Mimi na Tausi tumekosana Viswahili. Tena nimegombana naye juzi tu hapa. Tumegombana kweli kweli. Kwa akili ya Tausi. Alafu tushagombana. Pia nimtafutie chumba. Mimi keshajua utafuta kichumba Dalalivika. Atafanya kila aina ya kituko mradi anikomoe. Kwa sababu yeye akiondoka pale ninayotafuta ni mimi. Kwa hiyo nasikitika kukwambia kwamba kazi yako sitaweza kuifanya. Sasa masuala ya ugomvi wenu na kazi vinaingiliana vipi? Wakati wewe unafanya kazi ya udalali kwa sababu ya kuingiza kipato. Alafu yule wewe umegombana naye. Sasa hii mimi nashindwa nikueleweje yani. Ugomvi wenu na kazi yako vinaingiliana vipi? Kakake. Akili ya Tausi naifahamu vizuri. Tena sana. Wewe umehamia tu kwenye mtaa. Lakini Tausi mimi yule mtoto yuko hapa hapa, amekuwa hapa hapa, maisha yake yalikuwa hapa hapa, mpaka mamake anakufa ni hapa hapa. Kwa namjua vizuri. Sijui umenielewa? Kwa akili ya Tausi atahitaji kunikomoa. Kumbuka pale unapoenda kutafuta kwa chumba, hutakaa wewe, utakaa kwa mke wako. Ina maana pale atakuwa mmiliki wa chumba ni nani? Tausi. Kwa atafanya vituko pale alafu akaondoka. Lazima atatafuta mimi dalali. Mimi nitampatia hapi Tausi. Tupo kwenye ugomvi. Siingizii ugomvi kwenye hili jambo. Ila pia na mimi naogopa madhara atakayotokea mbele. Mwisho nitaacha kazi yangu hii na niingizia kipato cha kila siku kwa sababu ya hii hela yako ya leo tu. Utafanya niende kuanza kukimbizana polisi sijui wapi ya mambo mimi siwezi. Kwa na kuomba tu kaka yake nisamehe kwa hilo. Toka tafuta dalali mwingine akufanyie kazi yako.
Lakini ili ni sintofahamu tu ya kwenu nyinyi. Mimi najua Tausi hana lolote kabisa kwamba anaweza kufanya baya pale la kuhatarisha maisha ya mtu au akakuibia, sijui akafanya. Hapana, ni ugomvi wenu tu. Mimi nilikuwa nakuomba tu dalali, na hamna dalali mwingine mwenye sifa kama za kwako. Najua dalali Vika hauna mbambamba. Mimi nikuombe tu nifanyie juu chini tupate ile nyumba ili Tausi ahamie. Hii kazi nimeanza muda sana na sija kuzalika kwenye hii kazi, kwa hiyo samahani sana. Kwa ni kuombe tu unyanyuka ukafuata dalali Asmani kule juu, ukamuombe kazi atakufanyia chapa. Basi sawa, nimekuelewa. Sawa, unaweza ukaenda. Haya. Tausi sasampa, Tausi, Tausi, Tausi sasampa, Tausi, Tausi mtani anatamba.